anasema Diamond ana watoto watatu, lakini kumbe Diamond ana watoto hata 10. Na kila siku namwambia wewe ukija kufariki tutaletewa watoto wengi ambao sisi hatuwajui, kwa sababu kuna muda tunasikia fulani ana mimba, lakini sisi hatuna habari, unaelewa? Tunaona mitandaoni kuna mtu ana mimba, huyu ana hivi, huyu ana mtoto, huyu vipi. Tunamwambiaga, nilishakumwambia nikamwambia Nasibu ukija kufariki tutaletewa watoto wengi sana. Na mimi najua una watoto hawa tunawajua sisi. Najua una watoto wengi ambao wewe unawaficha hao wanawake wasije kuwaleta. Uone kwamba utawaletea shida baadaye. Bora uwalete sisi maanti zake, mabibi zao tuwajue. Unajua mimi napenda sana watoto. Alafu mimi siwezi kubagua mtoto. Sijawahi kubagua kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda sana watoto. Kwa hiyo ile kusema kwamba mimi nimesema ana watoto watatu, sio kwamba nimesema kwamba kwa nawaona mimi nawaona wale, lakini Diamond ana zaidi ya watoto hata 20 huko mbele huko. Mwambia wewe ukija kufariki tutaletewa watoto wengi ambao sisi hatuwajui, kwa sababu kuna muda tunasikia fulani ana mimba, lakini sisi hatuna habari, unaelewa? Tunaona mitandaoni kuna mtu ana mimba, huyu ana hivi, huyu ana mtoto, huyu vipi. Tunamwambiaga, nilishakumwambia nikamwambia Nasibu ukija kufariki tutaletewa watoto wengi sana. Na mimi najua una watoto hawa tunawajua sisi. Najua una watoto wengi ambao wewe unawaficha hao wanawake wasije kuwaleta. Uone kwamba utawaletea shida baadaye. Bora uwalete sisi maanti zake, mabibi zao tuwajue. Waga tunasikia watu wanasema mawifi ni wanafiki, mawifi ni wanafiki. Jamani, inatokana na wifi aina gani ile. Tuende kwenye engo ya kina Diamond, uko kwenye familia hiyo Diamond. Esma, sijui ndo Asma. Huyo mama mnafiki. Huyo dada ni mnafiki. Bora ulisema familia yenu mapenzi yaliwashindaga. Bora ulisema wewe. Bora ulisema hata kaka akija kufariki watakawaletea watoto wengine hamjui. Kwa sababu mnamjua huyo kaka yenu. Ni twatu. Ni penengu sehemu zote. Yaani unaulizwa kuhusu Zuchu unafanya kujikimia. Hapana. Na mimi hapo siongei chochote. Ongea chochote nini? Angekuwa umeuliza kitu kingine, sijui ndo Naila, sijui ndo ungefungua mdomo wako shoga yangu. Nyinyi familia mkoje? Hata kama hampendi mtu, mnaweza mkamuongelea kwa ustaarabu, kwa uzuri. Ni jambo ambalo la kifamilia nilizingua. Kweli kaka zangu wote nilikuwa nawaona, wanaona kabisa hapa dada umezingua. Yaani hawasemi. Lakini ukiwaona kabisa unaona hapa nilizingua. Nasibu naye pia nilikuwa siongei naye kabisa. Unajua ilifika kipindi hatuongei. Ni wewe unaona aibu au wana? Aliweka warning kabisa, simtaki Esma nyumbani kwangu. Hadi walinzi. Hapo ulizingua. Wewe nilizingua. Ulifanya nini Esma? No. Kwa yani unajua ilifikia mamangu hajui awe wakati akae wapi. Mtoto wake Nasibu anampenda, mtoto wake Esma anampenda, lakini sasa yani ilifikia mpaka tulikuja kupatana mimi na Nasibu, mamangu alipata stroke kwa sababu ya stress. Ilibidi apate stroke. Ndo pale sasa tukasema tutamuua huyu mama, tutamuua. Hebu tuacha ya mambo. Kwa hiyo yani kwa mara ya kwanza mimi ndo nakuaga mdogo, kwa sababu mimi kwetu ananiambia huyu Esma mjeuri sana Esma. Kwa hiyo ilibidi nikae naye, nikamwambia bwana, kweli mimi nimezingua, nimekosea Nasibu, kama dada yako naomba nisamee, maisha yaendelee. Kwa hiyo kulikuwa kuna watu pia wako pembeni walikuwa wanatugombanisha. Tunajua mtu kwenye kitu wanapigisha shoti. Kwa hiyo na wao walikuwa wanaenda wanamwambia maneno mengi, kwa hiyo naye anajaa. Kwa mwisho wa siku ndugu tu tukakaa, tukawekana sawa, tukaombana msamaha, basi maisha yakaendelea. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho mimi kikubwa. Hebu kifiche lakini utuambie ni kifumbe. No. Nimwambie cha familia. Tunatoa vitu pia na pia kwa ajili ya kugawa vitu. Unaambiwa kizuri kula na wenzio. Unaelewa tuna maviatu mengi, tuna manguo, tuna masofa, tuna mavitanda. Mimi nataka leo nigawe vitu kwa marafiki zangu, ndugu zangu wa karibu. Kwa ajili nyumba hii
naipangisha. Kwa nini napangisha? Kwa sababu nyumba ni kubwa sana, imenishinda jamani. Kuna muda mimi naweza nikawa nimelala, najitisha mwenyewe. Nyumba ina vyumba 4, ina sitting room 2, ina kila kitu, lakini sasa nikikaa mwenyewe kuna muda najiogopesha. Kuna muda najitisha mwenyewe jamani. Kwa hiyo nimeamua niipangishe kwa sababu kwanza nasafiri sana. Nasafiri naenda zangu, kwa mfano nikisafiri nakaa miezi 2, miezi 3, nyumba inabaki peke yake. Kwa hiyo kwa nini niache nyumba ibaki peke yake? Si bora niipangishe nipate hela. Nitafute tu apartment changu kidogo nikae zangu. Unajua wasela sisi, nikae zangu pale. Ninakuwa na save pesa. Kwa hiyo leo ni siku ya kutoa vitu pamoja. Kama hivi tunatoa vitu jamani. Apartment yangu mpya, nikisafiri nataka niweke kila kitu kipya. Kila kitu kipya. Kila kitu kuanzia kitanda, sofa, TV, kila kitu manini hadi mavyombo, kila kitu naweka vipya. Kwa leo jamani, toeni maviatu hayo. Tunatoa. Kuna vitanda kule nitagawa, magodoro, lakini magodoro Bisana alisema anayataka. Bibi yule. Magodoro sigawi. Kwa sababu magodoro ndio leo ni siku ya usafi. Tunahakikisha sehemu yote tunasafisha na inakuwa clean kabisa. Tushatoa vitu baadhi ya vitu tushatoa kama unavyoona hapo. Tushatoa vitu yote. Unaona? Tunatoa popote. Haya ni mapanzia. Haya ni mapanzi yangu ambayo nilinunua nilipokuwa China. Haya. Kwa hiyo nitasave kwa ajili ya kuweka katika nyumba yangu ndogo simple. Mapanzia sigawi. Sofa hizi viko ready kwa ajili ya kumgawia Bimwajei. Bimwajei ameshatoa ofa yake ya sofa. Kwa lake nzuri kama unavyoona. Esma na mama yake, Mama Dangote ambaye ni mama yake na Diamond Platnumz bwana, wanaishi vizuri sana. Yaani wanaishi kama mtu na rafiki yake. Yaani sio mtu, wameshatoka kwenye ile mama wewe. Lakini wao wanaishi kama marafiki. Hii video anairekodi Esma anamchokoza mama yake kwamba anapenda kula sana. Na mama akabaki anacheka. Hivi wewe na mama yako waga mnataniana? Mnapiga story gani mkikaa wote? Nani anamchekesha mwenzake? Niambie hapo jamani.